Assalamu alaikum, mambo zenu, kwa majina naitwa Rukia na karibuni sana katika channel yangu. Katika video yetu ya leo ningependa kuwafunza jinsi ya kupika mandi tamu sana yenye nyama ya kunyambuka na wali wenye harufu mzuri pamoja na sosi ya mandi. Makinika nami hadi tamati. Moja kwa moja tutaanza na matayarisho ya kutengeneza nyama. Katika bakuli utaanza kuweka chumvi kiasi, pilipili manga kama kijiko kimoja cha chakula, cayenne powder utaweka na vijiko viwili vya garam masala, tangawizi na kitunguu saumu ambacho kimesagwa pamoja, na utakamulia na ndimu pamoja na mafuta ya zaituni. Mafuta ya zaituni nimetumia aina mbili, mafuta ambayo tayari yako na kitunguu saumu na mafuta tu ya zaituni ya kawaida, na utachanganya kila kitu vizuri. Na sasa ni wakati wa kupaka marinade yetu katika nyama. Kwa nyama nitatumia mguu wa kondoo, ama unaweza kutumia nyama yote ambayo unaupenda mwenyewe. Hakikisha umeiosha vizuri na umeikausha kiasi na serviette, alafu utamwagilia marinade yako juu ya nyama na utaikoleza nyama yako vizuri. Alafu pia nitamwagilia na maji ya zafrani ili kufanya nyama yangu iwe na rangi nzuri kama unavyoona katika video. Kisha nitaifunga vizuri kwa kutumia karatasi na pamoja na aluminium foil, na uiache imarinate kwa masaa matatu ama zaidi. Kwangu mimi nimeweka masaa matatu. Na baada ya masaa matatu washa oven yako kwa moto wa 170. Kisha utaweka maji chini. Maji haya yatafanya nyama izidi kulainika, na utaoka nyama yako kwa masaa 2.5 mpaka ilainike ama iive vizuri. Na sasa tutaandaa wali wetu wa mandi. Kwa wali kwenye sufuria nitaweka ghee, yani samli, pamoja na mafuta ya alizeti ya aina mbili. Alafu nitaweka vitunguu vyangu viwili vikubwa ambavyo nimevikata kwa slice ndogo ndogo. Utaweka na kitunguu saumu na tangawizi kilichosagwa kijiko kimoja chakula. Weka curry powder, utaweka na garam masala, na utaweka na bay leaf pamoja na iliki na mdalasini vijiti viwili. Alafu utachanganya vizuri. Kisha nitaweka na manjano ili kufanya wali wangu uwe na rangi nzuri ya manjano, na nitanyunyiza na chumvi kiasi. Koroga vizuri. Kisha nitaweka maji vikombe 3.5 kwa sababu nimetumia mchele vikombe viwili. Nitatumia mchele wa basmati. Hakikisha mchele wako umeuosha vizuri, na baada maji yetu kuchemka kama hivi utaweka wali wako na utakoroga kiasi. Kisha funika, uache mchele wako upikike mpaka uive vizuri. Usikoroge wali wako kila masaa, hakikisha unakoroga upande huu mwembamba ili wali usipate kukatika. Nitaongeza na samli pamoja na mafuta ya alizeti. Funika na uache wali wako uendelee kukauka. Kisha sasa tutatengeneza sosi ya mandi. Kwenye blender yako utaweka kitunguu maji kikubwa, kitunguu saumu tembe moja, na utaweka na majani ya giligilani yani dania, pamoja na tomato 2, na nitatumia na pilipili mbuzi. Nitaongeza na mafuta pamoja na maji kiasi, na utasaga vizuri. Kisha nitaongeza vijiko 3 vya mtindi yani yogurt, na nitasaga mpaka iwe vizuri. Mwagilia kwenye bakuli. Mwishowe nitamwagilia maji ya ndimu pamoja na chumvi. Changanya vizuri na sosi yetu ya mandi iko tayari. Na baada ya masaa 2.5 nyama yetu pia imeiva, na huku pia wali wetu umeiva. Nitaongeza na zabibu, ila sio lazima, na nitamwagilia tu haya mapambo tu kiasi. Funika kiasi kama dakika 5 ili zabibu zipate kulainika, na wali wetu uko tayari. Na sasa ni wakati wa kuandaa. Wekelea wali wako katika sinia, alafu pia nitaweka na nyama yangu. Mashallah, mashallah, angalieni jamani nyama inavyonyambuka, yani ilikuwa laini. Na nitapamba sinia yangu, nitaweka spring onion, nitaweka na tende, vitunguu maji pamoja na sosi. Mashallah jamani, ni chekini hiyo sinia venye ilivyorembeka. Yani hiki chakula jamani kilikuwa kitamu. Nyama, wali, sio sosi. Na I hope mtajaribu hii recipe, na ikiwa mtajaribu msisahau kuja katika comment section ili mpate kunijulisha, na msisahau ku like na kushare video hii, na kwaherini, bye bye.